Bwana, goma linaanza, tunamuona Mshua hapa akimshika mke wake na kumuuliza, "Je, upo tayari mke wangu?" Ndipo mkewe anajibu, "Nipo tayari, lakini najisikia vibaya kuchangia kitanda changu na mwanaume mwingine." Ndipo Mshua anaenda kumstua yule kijana Maduka, anayekwenda, "Aya, nenda sasa ukalifanya lile tendo tulokubaliana." Ndipo hapo Maduka anapomwambia Mshua, "Naomba Mshua utoke nje kwani nataka kulianza shughuli." Ndipo Mshua macho anapomtoka, "Nitatokaje nje hali ya kuwa huyu ni mke wangu?" Kumbe mzee alitaka kuona mambo kama watu wa magharibi. Bwana, goma linaanza ili hapa tunamuona mke wa Mshua akimlalamikia, "Ni miaka 6 toka tumeoana na hatujawahi kupata mtoto. Je, tuna ushauri gani?" Ndipo hapo siku ya pili wanapoenda kumuona daktari ili kupata ushauri na saa, ndipo daktari anapotoa majibu na kumwambia kwamba Mshua, bibie yuko fresh, ila Mshua wewe hauna uwezo wa kumpatia mke wako ujauzito. Kwa hiyo nawapa ushauri namna gani mtaweza kupandikiza mbegu kwa ajili ya kupata mtoto katika maisha yenu ya ndoa mpate kufurahia. Ndipo hapo tunapomuona kijana Maduka akimhoji kijana mmoja aliyekwenda ndani katika jumba la chifu kwa ajili ya kufanya matengenezo kuhusiana na mambo fulani. Ndipo hapo Maduka anapomuomba na kumwambia kijana kwamba sheria zangu na principle zangu za kazi, lazima kila anayekuja humu ndani lazima ni msachi na kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama unakwenda sawa. Ndipo hapo chifu anapotokea na kumwambia Maduka, "Unanizalilisha, kwani uwezi kumhoji mtu yeyote mpaka kumsachi? Huyu ni kijana wangu, amekuja ndani kwa ajili ya kufanya mambo fulani ya ufundi." Maduka anasema, "Miko yangu ya kazi hainiruhusu, lazima kila anayekuja ndani na sio mwanafamilia lazima ni msachi kuhakikisha usalama wa hii nyumba inakwenda salama." Ndipo hapo chifu anapozidi kumtetea kijana, lakini Maduka hakuelewa lolote jinsi gani anaweza kumuelewa chifu. Hakuelewa lolote kijana Maduka. Ndipo hapo alipoamua kuchukua uamuzi wa kumsachi yule kijana kwa nguvu na kuweza kugundua kwamba huyo kijana aliiba pesa na mikufu ya dhahabu ya mkewe wa chifu. Chifu alilalamika sana na kumlalamikia yule kijana, "Hadi wewe umefanya uhalifu ndani ya nyumba yangu." Ndipo Maduka anamwambia, "Mshikilie huyo kijana kuhakikisha tunampeleka polisi." Ndipo kijana alipoamua kutoka mita, vijana wa mjini anasema ameacha ndala. Bwana, goma hili hapa linatutupa siku ya pili, tunamuona Maduka na mchumba wake amekuja kumtambulisha kwa chifu na kumuomba kwamba, "Chifu, kwa kutokana na mambo fulani hivi sijayapata, mambo ya midinyano muda mrefu, naomba kidogo siku 2-3 nikae naye hapa mke wangu kwa ajili ya mambo fulani hivi. Unajua tena nimekaa muda mrefu alafu na mambo hayajakaa sawa. Kwa hiyo nilikuwa naomba mke wangu nipumzike na chifu siku 2-3. Ndipo chifu anapotoa go ahead, vijana wanasema chifu ametoa go ahead. Bwana, tunajitupa huko pande za usiku, tunamwona mkewe chifu yupo macho kabisa, hajalala. Kwa nini? Anaisikia miguno kutoka kwa nani? Kwa kijana Maduka na mkewe, kwa sababu ni muda mrefu hawajaonana. Maduka leo kaliacha geti na yuko kitandani anafanya mambo. Ndipo chifu anapomind mkewe, "Kwa hiyo unasikiliza hiyo miguno, huyo Maduka hana adabu." Mkewe chifu anajibu, "Kwani mwanamke yoyote pale anapopatiwa mambo haki bin sawia, basi lazima itoe miguno." Vijana wa mjini wanasema Maduka anapeleka moto. Bwana, usingizi ulikuwa uji kwa mke wake chifu, kwani akisikiliza ile miguno ya Maduka ilikuwa ni hatari. Bwana, Maduka alikuwa kama punda. Bwana, ile goma ni hatari sana, hatari kweli kweli. Mkewe chifu usingizi ya upandi. Ndipo usiku tunapomwona mfanyakazi wa jumba la chifu anaenda kumgongea Maduka, kwani kelele zilikuwa ni kali mno, kwa sababu Maduka yupo vizuri katika mambo yetu ya msingi kiuno. Bwana, asubuhi kumekucha, chifu anamuona Maduka na kumwambia, "Kwani Maduka, jana tulisikia kelele zako na zilikuwa zinakela sisi mpaka na majirani wengine. Tunaomba ili jambo lako unapolifanya basi tunaomba ulifanye kwa utaratibu." Ndipo Maduka anapoona sifa kama kumtambia chifu na kumwambia kwamba, "Chifu, hamna bwana, si unajua tena mazingira yetu ya vijana." Bwana, goma linatutupa kule mfanyakazi wa ndani akikataa kumletea chakula Maduka. Ndipo hapo mkewe chifu anapotokea na kumwambia, "Hebu acha tabia mbaya, naomba utoke haraka ukamletee chakula Maduka, kwani Maduka jana usiku aliifanya kazi kubwa sana." Ndipo hapo mkewe chifu anapoanza kumwangalia Maduka na macho yakimtoka mkewe chifu kwa kumwangalia Maduka na kuitamani ile pingili ya Maduka, kwani jana ilikuwa ikigawa shughuli. Ndipo hapa tunapomwona mkewe chifu amerudi kazini na kumwona mchumba wake Maduka akifungua geti na kuikava kazi ya Maduka na kumuuliza, "Maduka yuko wapi? Kwani yeye ndo mwenye kazi yake, tunakuona wewe vipi?" Ndipo hapo anapomwambia kwamba Maduka amepumzika kwani amechoka sana. Ndipo hapa ninapomsaidia kazi. Mkewe chifu ndipo akijikosha akamwambia, "Ni lazima umsaidie kazi kwani Maduka jana aliifanya kazi sio ya kitoto." Kwa hapa inamaanisha mkewe chifu naye alitamani kuipata shughuli Maduka anayoigawa. Vijana wa mjini anasema Maduka anatembeza moto mpaka mkewe chifu anatamani. Bwana, goma linatutupa huku usiku, tunamuona mkewe chifu akimlalamikia bwana mzee na kumwambia, "Shua, itakuwaje? Miaka mingi imekwenda, je, tunafanyaje kuhusiana na zile swala la mtoto?" Ndipo akitoa ushauri na kumwambia mume wake kwamba
vipi itakuwaje ule utaratibu wa kupandikiza mbegu, kwani tunaelewa kuna design nyingi za kuweza kupata mtoto. Wale design nyingine ya kupandikiza mbegu, kutoa mbegu kwa mtu kumuingizia mtu mwingine ambaye anahitaji mtoto. Kwa kama mtu hauna uwezo wa kupata mtoto, una uwezo wa kuchukua mbegu zako na kwenda kumpandikizia mwanamke na kisha akapata mtoto, lakini inakuwa ni riski kubwa katika maisha. Baadaye mtu anaweza kumdai mtoto na hizo familia za kitajiri. Bwana, ndio yale mambo ya kutekana. Sasa ndipo hapo mkewe chifu anapoenda kumuomba msamaha mume wake na kumwambia, mume wangu, naomba unisamee, kwani kile kitendo nilichokisema cha kupandikiza mbegu kilikuwa ni kibaya. Lakini chifu anamwambia, mimi nina ushauri mwingine. Mimi niliona katika ile swala la upandikizaji wa mbegu na mimi nimeshakuwa ni mtihani. Nilikuwa naomba tumchukue Maduka, kwani Maduka ni kijana mzuri kuanzia tabia, kuanzia shepu yake ile umbo la Maduka, na vile tukimpata mtoto mfano wa Maduka basi tutakuwa tumepata mtoto mzuri. Tusichukue watu wengine kwa sababu anaweza akawa majambazi. Mkewe chifu alishauti na kustuka, haiwezekani Maduka, mimi nitalalaje na mlinzi wa getini? Unaona, Maduka alikasirika kweli, lakini kufika ndani anafurahi balaa, kwani alikuwa anamtamani Maduka kwa kipindi kirefu, kwa sababu Maduka anapeleka moto bwana. Mkewe chifu alikuwa anajishaua kwani kusikia kwamba Maduka ndio atahusika katika mchongo wa kupandikiza mbegu, lakini kwa masharti maalum. Tutakapopandikiza mbegu lazima kuwe na mikataba maalum. Ndipo hapo chifu anapomwambia mkewe, kwani tukipandikiza mbegu, mke wangu, nitakununulia lile gari la ndoto yako ulikuwa ukilitamani kwa muda mrefu, na pia Maduka tutasaini naye mikataba, huyo mtoto hatahusika. Kwa hata kama baadaye atakuja kusema maneno, sisi tutamlipa pesa na tusaini mikataba na mtoto atakuwa wetu. Lakini mkewe chifu alikuwa kama bado ana ile hasira kujifanya kama amekasirika, lakini hili tendo alikuwa analikubali. Kwa sababu gani lazima alikubali? Mumewe ameshakuwa kibabu, yani mshua shughuli ana. Kwa hiyo Maduka yupo vizuri, lakini kimoyo anajifanya kama amtaki, kiusilisia anajifanya kama amtaki Maduka, lakini kimoyo hapo amefurahi sana kwa sababu Maduka yupo vizuri katika mazingira yetu. Ndipo hapo siku ya pili wanapomfuata Maduka na kumuomba kwamba, Maduka, tulikuwa tuna jambo letu, tunaomba utusaidie, kwani tumeishi na wewe kwa muda mrefu na umekuwa ukitusaidia katika mambo mengi. Mimi na mke wangu hatujabahatika kupata mtoto, wewe nilikuwa naomba uhusike katika mchongo wa kupandikiza mbegu kwa ajili ya kuhusika kupata mtoto, lakini tutasaini mikataba na tutakulipa naira milioni 10 kwa ajili ya kusevu mchongo uwe kama umetusaidia, na mtoto atakuwa katika miliki yetu na sio miliki yako. Maduka alikuwa kama fulani hivi anahuzunika, ni kama lile tendo naye alikuwa hajalielewa fulani, lakini alikuwa Maduka naye anamtamani mkewe chifu kimtindo fulani hivi, kwa sababu ukimcheki mkewe chifu, vijana wa mjini wanasema mshangazi. Bwana, alikuwa sio mchezo mkewe chifu. Kwa hiyo Maduka alisema nitakubali, lakini jamani, ili tendo ni gumu sana, kwani nimekuwa nikiheshimiana na mkeo, na mimi ili tendo siwezi kulifanya, lakini nalifanya tu kwa heshima yenu na nyie kwa kuwa mmeniomba. Kwa hiyo Maduka wakakubaliana pale na chifu pamoja na familia ya chifu kwamba wamsaidie tu chifu, kwa kutokana naye chifu ameshakuwa zooful hali katika mazingira ya upatikanaji wa mtoto katika mambo yetu ya usiku. Ndipo hapo alimshauri Maduka na kumuomba sana kwamba ile tendo alikubali, na Maduka alilizia lile tendo. Ndipo hapo tunapoona Maduka usiku umeingia. Usiku huo utakuwaje? Kuna maswali ya kujiuliza. Je, Maduka atakubali kulala na mke wa chifu? Je, Maduka au ndo wanavyosema vijana wa mjini, au atapaisha mpira yeye na goli? Jamani, tukutane katika episodi inayofuata kwa ajili ya kumalizia muendelezo wetu. Kama bado hujajiunga na kuwa mwanafamilia wa Chamazi TV, basi fanya kusubscribe hapo na kugusa alama ya kengele kwa ajili ya movie zote zinazotoka uweze kuzipata mapema. Tukutane katika vigongo vingine. Bye bye.